mwenyekiti wa mafunzo, wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi ngazi ya jimbo, afisa uchaguzi, afisa ununuzi, watendaji wa tume, washiriki wa mafunzo, waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kabisa nianze kwa salamu za kuwakaribisha. Mosi, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kuwepo hapa tukiwa wazima na afya njema kwa ajili ya kushiriki mafunzo muhimu ya makarani waongozaji wapiga kura, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tunawashukuru nyote kwa kuitikia wito wetu na kufika hapa kwa ajili ya kushiriki mafunzo yanayofanyika siku moja leo tarehe 25 mwezi wa 10 2025. Lakini pia kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, napenda kuwashukuru na kuwapongeza wote mlioteuliwa kwa nafasi ya makarani waongozaji wapiga kura, na hapa niseme hongereni sana. Pili, napenda kuwakumbusha kuwa uteuzi wenu umezingatia masharti ya kifungu cha 76 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024. Ni vyema mkatambua kwamba kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 74 kifungu kidogo cha 6 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ndio yenye jukumu la kusimamia na kuratibu uendeshaji wa uchaguzi wa rais na wa bunge wa Jamhuri ya Muungano na madiwani Tanzania Bara. Kwa kuzingatia niliyoeleza awali kwamba nyinyi mliopo hapa mmeteuliwa kwa mujibu wa sheria, na tangu tarehe ya uteuzi wenu mnao wajibu wa kikatiba kutekeleza majukumu ya uchaguzi wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na madiwani wa Tanzania Bara kwa niaba ya tume katika vituo vya kupigia kura mtakapopangiwa. Ndugu washiriki wa mafunzo, dhamana mliopewa ya kusimamia zoezi la kupigia kura na kuhesabu kura, ikiwa ni sehemu ya usimamizi na uratibu wa uchaguzi wa rais, wa bunge wa Jamhuri ya Muungano na madiwani Tanzania Bara, ni kubwa, ni nyeti na ni muhimu kwa mustakabali wa taifa letu. Hivyo mnategemewa kuzingatia sheria, kanuni na maelekezo mtakayopewa hadi hapo tutakapokamilisha jukumu hili la uchaguzi mkuu. Ndugu washiriki wa mafunzo, leo tupo hapa kwa ajili ya mafunzo kwa makarani waongozaji wapiga kura, ambapo mtakuwa na jukumu la kutekeleza shughuli za uchaguzi ipasavyo kwa ngazi ya kituo. Mafunzo haya yanajumuisha makarani waongozaji wapiga kura watakaofanya shughuli za uchaguzi katika vituo 384 vilivyopo katika kata 19 za halmashauri ya wilaya ya Manyoni. Nimearifiwa kwamba jumla ya mada 2 zitawasilishwa, ambapo pamoja na mambo mengine mtapata fursa ya kubadilishana uzoefu na kujadiliana namna ya kufanikisha uchaguzi katika maeneo yenu na kujadiliana namna ya kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazoweza kujitokeza katika hatua mbalimbali za zoezi la kupiga kura na kuhesabu kura. Lakini pia kwa wale mnaosimamia zoezi la kupiga kura na kuhesabu kura kwa mara ya kwanza, ni mategemeo yangu kuwa mtajifunza kwa haraka na mtapata uzoefu kupitia majadiliano ya pamoja na watendaji wengine wazoefu. Kwa upande wa wale wazoefu, mtatumia fursa hii kujiongezea maarifa mapya na kubadilishana uzoefu na washiriki wengine. Ndugu washiriki wa mafunzo, wote mnafahamu kuwa uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na taratibu mbalimbali za katiba na sheria ambazo hupaswa kufuatwa na kuzingatiwa hasa katika ngazi ya kituo, ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu kura huendesha na hatimaye matokeo ya uchaguzi kwa kiti cha urais, ubunge na udiwani ndio wanapoanzia. Hatua na taratibu hizo ndio msingi wa uchaguzi huru na wa haki, na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko au vurugu wakati wote wa mchakato wa uchaguzi.
nachukua nafasi hii kuwaasa kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu nao katika uendeshaji wa uchaguzi, msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo na maelekezo yanayotolewa na tume. Ndugu washiriki wa mafunzo, kabla sijamaliza hotuba yangu, napenda kusisitiza yafuatayo. Moja, someni kwa makini katiba, sheria, kanuni, miongozo na maelekezo mbalimbali yanayotolewa na yatakayotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, na ulizeni ili mpate kufafanuliwa kwenye maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine yatakuwa ni changamoto za kufahamu, ili kurahisisha katika utekelezaji wa kazi za uchaguzi. Tumewapa nyaraka mbalimbali ili mzitumie kama rejea kwa kipindi chote cha utekelezaji wa jukumu hili. 2. Jitahidini na mjiepushe kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa kwa kushirikiana vyema na mawakala wa vyama vya siasa watakao kuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria. 3. Fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo mtakapopangiliwa. Hakikisheni vifaa vya uchaguzi mtakavyokabidhiwa vinahakikiwa na kuvikagua kabla hamjakwenda navyo vituoni. 5. Hakikisheni mnafika mapema iwezekanavyo katika vituo mtakavyopangiwa ili kukamilisha maandalizi ya upangaji wa vituo kabla ya muda wa kupiga kura kufikia saa 1 kamili asubuhi kwa vituo vya uraiani na kabla ya saa 2 kamili asubuhi kwa vituo vya magereza na vyuo vya mafunzo. 6. Ninyi ndio watendaji mnaokutana na wapiga kura, hivyo hakikisheni mnazingatia unadhifu, lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura kwenye mahitaji watakapofika kituoni. 7. Fanya mawasiliano na msimamizi wa uchaguzi au afisa uchaguzi au mratibu wa magereza na mratibu wa chuo cha mafunzo pale ambapo ushauri utahitajika kuhusiana na masuala ya uchaguzi katika kituo chako. 8. Kujaza fomu zote za uchaguzi kwa ufasaha na ukamilifu na kuhakikisha mnaweka fomu na vifaa vingine mbalimbali vya uchaguzi katika bahasha husika kwa mujibu wa kitabu cha maelekezo kwa watendaji wa vituo vya kupigia kura ya mwaka 2025. 9. Mwisho, kupokea vifaa vya uchaguzi na kuhakikisha mnavitunza na kuvikabidhi kwa watendaji husika kwa ukamilifu wake baada ya uchaguzi. Hitimisho. Ndugu washiriki wa mafunzo, kuna jambo nataka niwakumbushe kabla sijamaliza hotuba yangu. Kifungu cha 20 cha sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi namba 2 ya mwaka 2024 kinasema, na nanukuu: kwa madhumuni ya sheria hii, mtumishi aliyeajiriwa, aliyeteuliwa au aliyeazimwa na tume kwa kipindi chote atakachokuwa anatekeleza majukumu ya tume atachukuliwa kuwa ni mtumishi wa tume na atatakiwa kuzingatia katiba, sheria hii, sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024 na sheria nyinginezo yoyote inayohusu utekelezaji wa majukumu ya tume. Mwisho wa kunukuu. Nimekinukuu kifungu hichi kwa msingi wa kuwaonesha mambo manne yafuatayo. 1. Kwamba tangu siku ya uteuzi wenu ninyi ni watumishi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika utekelezaji wa majukumu yenu ya uchaguzi. 2. Kwamba utendaji na uwajibikaji wenu kwa kipindi chote cha utumishi wenu kwa tume mtawajibika kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na sio kwa mamlaka nyingine, isipokuwa kama jambo hilo litahitajika kwa mujibu wa sheria nyingine ya nchi. 3.
kwamba taarifa zozote za uchaguzi zinapaswa kutolewa kwa tume kupitia kwa msimamizi wa uchaguzi na sio vinginevyo. 4. Kwamba simamieni viapo vyenu vya kutunza siri na kujitoa au kutokuwa wanachama wa chama cha siasa katika kipindi chote cha uchaguzi. Hivyo, katika utekelezaji wenu wa majukumu, zingatieni matakwa na masharti ya kifungu hiki ili kuepuka kuonekana mnawajibika kwenye mamlaka nyingine tofauti na tume katika kipindi hiki. Ndugu washiriki wa mafunzo, kwa kumalizia, ni wasihi mzingatie mafunzo mtakayopewa na mtoe uzoefu wa usimamizi wenu wa siku za nyuma ili iwe ni somo kwetu sote katika utekelezaji wa majukumu lililopo mbele yetu. Baada ya maelezo haya, ninawatakia